kwenye maombi, na unapoingia kwenye maombi tena unaamuru mchana kutwa iwe upande wako. Kama kuna mambo yalitakiwa yatokee mchana, unayazuia, na unayazuia kwa nguvu, unazuia kwa maombi. Na wakati unapoomba, yale maombi yako yanakuwa ni sehemu ya kukutambulisha mahali ulipo, kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida, sio mtu wa kuguswa, huyu hagusiki. Na utakapofanya hivyo, unapofika jioni pia unatakiwa uwe na muda wa kuomba, ili jioni yako uiamuru iwe upande wako, ili yaliyokuwa yamekusudiwa yatokee majira ya jioni. Unayaamuru hayo yasitokee, lakini unaamuru unachotaka kiwe kwenye maisha yako. Na ukifanya hivyo, hautakuwa mtu wa kawaida, hautakuwa mtu wa kawaida, wala hautaguswa. Na mbingu itatambua kuna mtu yupo ambaye anajua kwa nini yuko mahali alipo. Naomba tusome Yakobo 1 mstari wa 5 mpaka 7. Yakobo 1 mstari wa 5 mpaka wa 7. Yakobo 1:5 mpaka 7. 1:5 mpaka 7. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7. Inasema, ndio, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombewe dua kwa Mungu, na aombewe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Asiwe na mashaka ya aina yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Maana mtu kama yule asizani kama atapokea kitu kwa Bwana. Nini ambacho nataka? Wakati unapoomba, Mungu kwanza ataweka hekima ndani yako. Na ndio maana nasema mtu wa kwenu akipungukiwa hekima. Hekima hatuipati kwa namna nyingine. Hekima tunaipata, mtu anaweza kaombewa na akawa na hekima. Wakati unapoomba, Mungu anakupa hekima ya namna ya kutembea siku nzima. Atakupa hekima ya namna ya kufanya biashara, watu utakao kutana nao. Atakupa hekima ya namna ya kuzungumza na watu utakao kutana nao. Atakupa hekima namna ya kuzungumza na mume wako. Atakupa hekima namna ya kuzungumza na wafanyakazi wenzako. Maana tangu asubuhi umeamuru machweo yako, na wakati unaomba kuna hekima ya kimungu ambayo inakuja ndani yako, ambayo hiyo hekima, mojawapo ya mambo ambayo unapoamka na unapoanza kuomba, omba hekima ya kimungu, ili kila unachokifanya ukifanye katika uwepo wa hekima ya Mungu. Na unapofanya katika uwepo wa hekima ya Mungu, maana yake ile hekima itakutofautisha na wengine. Amen. Ile hekima itakutofautisha na wengine. Lakini anasema unapoomba uombe kwa imani. Uombe kwa imani. Wakati unaamuru siku yako kwamba siku yangu leo nataka iwe hivi, maana yake omba kwa imani. Usiombe ukiwa ni mtu uliye na shaka ndani, kwamba unataka kitu fulani kitokee, unaombea jambo fulani. Wakati unaamuru siku yako, omba kwa imani. Na unapoomba kwa imani, mwambie Mungu, ninatamani kuona nimeteseka, yatosha. Nimekuwa wa kawaida, yatosha. Nimeonekana sifai, yatosha. Nimekuwa mtu ambaye sisaminiki, yatosha. Ninahitaji Mungu nipe hekima yako, nijue namna ya kuingia, namna ya kutoka, namna ya kuzungumza na watu wanaonizunguka. Lakini kama umenipa wateja, wale wateja nijue namna ya kuzungumza nao, ili wanapofika vile nitakavyosema nao, kesho watamani kurudi tena. Kama ni asubuhi walikuwa wamekuja kunywa chai, wakati kama unafanya ni biashara, akitoka kunywa chai, ikifika mchana akumbuke neno lako, na lile neno limguse, limrudishe tena. Akisha kutumia chakula cha mchana, ile neno ulilosema nalo, maana umemiliki siku nzima, imrudishe, arudi tena jioni kabla hajaenda kulala. Maana neno ambalo unalitenda, yale unayoyasema yanakufanya aone
kuna kitu cha ziada ambacho mahali pengine hapati. Kama ni mume wako, anaona ile wakati unazungumza naye asubuhi, anaona kuna kitu ambacho wakati unazungumza akienda mahali pengine hakipati. Akifika mchana atatamani arudi, maana anaona kuna kitu ambacho anakipata wakati anazungumza na wewe, kwa kuwa kuna hekima ambayo sio hekima ya kibinadamu, sio hekima ya darasani, lakini ni hekima ya kimungu. Na anasema unapoomba kwa imani, yale unayoyaomba yatakuwa na utayapokea na yatakuwa yako. Amen.